kumkaribisha mtumishi Kawiche, Mwalimu Edward Kawiche. Binafsi sijawahi kukaa naye zaidi ya masaa mawili. Tulikutana Dodoma, tukala kuku, si ndio? Tukapata kuku kidogo pale kama dakika 30. Alikuwa anaenda kuhudumu kwenye kijiji ambacho mimi ninatokea. Kwa hiyo sikuwahi kumsikia, kwa hiyo sijui nini kiko ndani yake, lakini wakati tunaandaa hii seminar au hii men's night, kuna kitu kikao kinanijia, kwa nini usimuite yule jamaa mliyekutana Dodoma. Kila nikitaka kwenda kutafuta mwalimu mwingine bado ilikuwa inarudi kwake. Mwisho wa siku nikasema okay, namuita Mwalimu Kawiche. Kwa hiyo karibu sana, uje uteme madini kwa vijana wetu, lakini pia kwa sisi wazee utukumbushe. Na naamini kabisa usiku huu utakuwa ni usiku mzuri na tunaenda kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Basi tumshukuru Mungu. Bwana Yesu, tuna kila sababu ya kulitukuza na kulibariki jina lako. Asante Bwana kwa siku special kabisa kwa ajili ya wanaume, na tumekaa mahali hapa Bwana kwenye madhabahu yako, maana tuna kimbilio lingine zaidi yako ya Mungu. Sasa imefika Bwana, lifunuo neno lako. Zungumza nao wanaume hawa kwa lugha nyepesi ya kueleweka katika jina lako Yesu Kristo, maana madhabahu ni yako kwako, neno ni la kwako, watu ni wa kwako Bwana. Tuko tayari kukusikia na wote tuseme amen. Basi somo la pili linaletwa kwenu na Mwalimu Edward Kawiche. Mwalimu Edward Kawiche, mimi na familia yangu tunaabudu katika usharika wetu wa KKT pale Kimara, na ni mwalimu kwa sababu nimekuwa mkufunzi wa chuo kikuu karibia miaka 15 hivi nikifundisha chuo kikuu, na baada hapo Mungu akanipa neema nyingine ya kwenda kufanya kazi ya miradi kama mfuatiliaji na tathmini ya miradi. Kwa nimefanya pia kwenye hilo eneo kwa muda mrefu. Kwa hiyo mimi sio mchungaji wala sio mwinjilisi, nina mchungaji wangu na mwinjilisi wangu, na ninasikia furaha kuwa katikati yenu na kusema kweli kutoka ndani ya kilindi cha moyo wangu. Mwalimu wa kwanza amenigusa sana, na kuna vitu nilikuwa najifunza na kuna vitu nimevichukua, na kwa sababu napenda kuandika vitabu, kuna vitu nitaenda kuongezea kwenye kitabu ambacho naandika pia, hasa mwanaume na nguvu ya fedha. Bwana Yesu asifiwe. Basi pokeeni salamu zangu hizo fupi, na topiki yangu ya leo nataka tuzungumze, let us talk about money. Sio mwanaume na fedha, let us talk about money. Kama unaweza kuandika, andika vizuri, let us talk about money. Katika hichi kitu, hata wakati nafanya utafiti kwenye maandiko ya Mungu, niligundua kwamba kuna wakati wanafunzi wa Yesu wenyewe walimbana Yesu na wakataka wazungumze kuhusu fedha. Kwa hiyo sio kitu kigeni, hata Biblia inaonyesha kuna wakati wanafunzi kabisa wa Yesu walimbana Yesu na akasema leo tunataka tuzungumze kuhusu fedha. Na mimi nataka tuanze hapo ili tuweze kujifunza kwa undani zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fungua pamoja na mimi kile kitabu cha Marko 11 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Alafu Marko 12:14. Tufungue vizuri pia hapo. Labda tuanze sasa, haya maandiko mawili yote nimetaka uyaandike vizuri, na mimi nataka tuanze kusoma kitabu kile cha Marko. Anza Marko 12 mstari wa 13, 14, tusome kwa pamoja. Kama tumefika tuseme amen.
Labda kuna microphone za kaingia katikati hapa, tukiwa tunasoma pamoja, tunatafakari. Marko 12, tuanzie ule mstari wa 13 na 14 mpaka ndaposema basi. Tumefika? Basi wanaume tusome, twende niwasikie. Ndiyo. Hata walipofika walimwambia, endelea mwalimu, twajua ya kwamba wewe ni mtu wa kweli, wala hujali cheo cha mtu, kwa maana utazami sura za watu, endelea, lakini katika kweli waifundisha njia ya Mungu, endelea. Rudia tena hilo swali. Muulize jana yako, je, ni halali? Sema leo hii. Sema leo hii. Topic yetu tunataka tuelewe, je, ni halali kumpa Kaisari kodi? Tumpe au tusimpe? Okay. Anapozungumzia habari ya kodi anazungumzia nini? Okay. Nisikize vizuri. Wanafunzi Yesu, leo tuna topiki, na topiki yetu inahusu masuala ya kodi. Tunataka, maana wewe tunakujua ni mtu wa ukweli, uangalii cheo, uangalii chochote, na umenyoka. Swali letu, discussion yetu leo inahusu masuala ya kodi. Nataka tuambie, je, ni halali hili jambo? Okay. Nauliza wanaume, wanapozungumzia kodi wanazungumzia kitu gani? Sema fedha. Sema fedha. Na ndio fedha imeitwa majina mengi. Kuna mahali wanasema fedha kodi. Kuna mahali fedha wanataja kama ushuru. Kuna mahali fedha wanataja kama lambilambi. Kuna mahali fedha wanataja kama ada. Kuna mahali fedha wanataja kama nauli. Kuna mahali fedha wanataja kama sadaka. Lakini wote ni fedha. Manake walikuwa na discussion ya fedha. Sasa angalia, soma pale vizuri ile discussion yao, tunajifunza kitu. Sasa twende. Je, kwanza ni halali? Twende ya pili. Sijakusikia. Sema swali la pili. La kwanza, je, ni halali? La pili nini? Je, tumpe au tusimpe? Endelea. Sema naye akijua unafiki wao. Sema hivi. Topiki hiyo Yesu asema akijua unafiki wao. Ndio kusoma. Sema akawaambia. Mbona mnanijaribu na topiki za namna hii? Endelea. Nileteeni dinari hiyo niione. Endelea. Wakaileta. Endelea. Akawaambia. Sijakusikia. Ni ya nani sanamu hii na nini na anwani hii? Endelea. Wakamwambia. Sema ni ya Kaisari. Sema anwani hii na sanamu hii ni ya Kaisari. Endelea kusoma. Sema Yesu akawaambia. Endelea. Sema mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari. Endelea. Na yaliyo Mungu mpeni Mungu. Sema amen. Okay, sijui kama kanisa wameweza kuelewa. Sasa nataka tulivunje ili somo liwe jepesi, si ndio? Sijui, mimi naomba uingie kwenye mfuko wako, alafu shika ile uliyokuwa nayo. Shika tu ile uliyokuwa nayo kwa mfuko wako. Tujifunze kwa mifano mepesi. Wewe shika tu ile uliyokuwa nayo. Maana hiyo ndio discussion yetu ya siku ya leo.
umeshika ya kwako. Sasa anaposema dinari anazungumzia nini? Fedha. Ni kama shillings, ni kama pound, ni kama euro, ni kama dola, si ndio? Umeshika kwa shilingi yako. Sasa unaulizwa address hiyo ni ya nani? Hebu angalia address yako inasema ni ya nani. Angalia basi vizuri pesa yako. Ya kwako ina address? Okay, address yako inasemaje? Asante, sema vizuri kwa sauti. Benki ya nini? Benki Kuu ya Tanzania. Okay, ina sanamu. Ya kwako ina sanamu gani? Maana hapa kila mtu ana ya kwake hapa. Ina sanamu gani? Una vizuri. Sasa angalia vizuri. Walivyomletea ile dinari ile fedha, na Yesu akauliza, hebu tuiangalie fedha vizuri. Si mnataka kuelewa fedha? Kwanza tuanze anwani ya hii fedha nini? Wakamtajia. Na picha gani kwenye hiyo fedha? Wakamtajia. Afu angalia jibu la Yesu. Yesu akasema hivi, sema katika fedha hii. Sema katika fedha hii mnayoniuliza. Sasa leo nawafundisha fedha. Sema yaliyo ya Kaisari. Sema katika fedha hii yaliyo ya Kaisari mpeni Kaisari, na yaliyo ya Mungu katika fedha hii mpeni Mungu. Biashara imeisha. Okay. What message do you get? Yesu alikuwa anaonyesha hivi, ni kweli fedha mmeitafuta nyinyi. I know it is your money. Lakini katika fedha hiyo ambayo umeitafuta itagawanywa kwenye maeneo matatu. Eneo la kwanza ni fedha yako, itakusaidia wewe na familia yako. Lakini eneo ya pili, katika hiyo fedha kuna fedha za Kaisari. Yeye anazita kodi, apewe Kaisari. Manake hata Kaisari mambo yake yaweze kwenda yanategemea fedha hiyo unaitafuta wewe. Okay. Hilo ni eneo la pili. Na eneo la tatu anasema, na katika fedha hiyo pia yaliyo ya Mungu kwenye fedha hiyo mpeni Mungu. Okay. Naomba muangalie mbele. Fedha hii ambayo nimeitafuta, nikisema nitoe ya Mungu kwenye fedha hii, ni shilingi ngapi natoa hapa? Hapa si wa Kristo, si ndio? Fungu la 10 ni ngapi hapa? Ongeza sauti. Ile 1000 apewe nani? Apewe Mungu. Maanake hata vitu vya kimungu viende vinategemea hiyo fedha. Kwa nikijifunza kwa picha hiyo, naanza kuona kumbe tunaanza kwamba fedha ni ya muhimu kwetu sisi tunayotafuta, lakini pia fedha ni ya muhimu kwenye mamlaka za kiserikali, lakini pia fedha ni ya muhimu kwenye ufalme wa Mungu. Na ndio ni muhimu sana watu wa Mungu kuijua fedha na kuitafuta fedha. Okay, maana nini? Ili vitu vyako viende na uwe kiongozi mzuri kwenye familia, pia fedha inahitajika. Ili vitu viende kanisani, pia fedha inahitajika. Ili vitu viende kwenye serikali, fedha inahitajika. Okay. Unasema mwalimu unatosha nini? Okay. Nenda, Biblia inafunua kazi ya fedha pia ni nini. Kitabu cha Mhubiri, twende kwa haraka sasa. Nasogea mbele. Kama unaweza kunoti hivyo kwamba Yesu alifundisha maeneo matatu ambayo fedha itahitajika. Serikali yako inahitaji fedha zako pia. Kanisa pia linahitaji fedha zako. Familia yako pia inahitaji fedha. Kwa nini? Angalia kitabu cha Mhubiri 10:19c. Biblia inaifunua tena fedha kwa lugha hii nyepesi. Kama umefika tuseme amen. Kitabu cha Mhubiri 10:19c, anzia na c na inaanza na neno na. Umeona neno nae? Okay, tusome. Twende kwa sauti 1 2 3. Anzia, kuna mtu ameanzia juu.
Nimesema 19C. 19C inaanza na. Sasa naomba kina baba mnisaidie kutoa bei. Sema na fedha. Etaje vizuri, sema na fedha. Inafanya nini? Naomba umwambie jirani yako, sema hivi, na fedha. Mwambie tena, na fedha. Inafanya nini? Sema uleta. Sema uleta. Uleta nini? Jawabu la mambo yote. Okay. Maanake nini? Kama kwenye familia tunahitaji majawabu, fedha italeta majawabu. Kwenye kanisa tunapohitaji majawabu, tunajenga vipi? Ni fedha itakayoleta majawabu, sio maombi. Listen to me. Ili vitu viende kwenye serikali na miradi ya serikali iende, inahitajika fedha. Na Biblia inasema na fedha huleta majawabu. Sasa neno na, sema na, ni kama Mungu anaintroduce pia fedha. Anataka watu waelewe, jamani, na fedha huleta majawabu. Sasa nilipokuwa naenda mbali kibiblia kufanya utafiti, nikagundua ya kwamba Mungu ameweka majawabu kwenye maeneo matatu. Ni muhimu sana uelewe. Huyu Mungu tunayemwabudu ameweka majawabu kwenye maeneo matatu. Na ndio maana yote yana vita. Kwa sababu chochote ambacho kimebeba majawabu kina vita. Ndio maana hata fedha ina vita. Maana shetani anapolizofisha kanisa kwenye eneo la fedha, kanisa linakosa majawabu. Tuna mipango mizuri, lakini vitu haviendi. Sio hatuna mipango, we don't have money. Watu wana vipawa vizuri, havifiki popote kwa sababu hakuna fedha ya kuvikuza, ya kuvendeleza. Una ndoto nzuri, ukikosa fedha kufa ndoto zako. Na Biblia inasema fedha huleta majawabu. Ndio maana fedha ina vita. Adui anapotuzofisha kwenye eneo la kifedha, anachofanya ni kufanya watu wa Mungu vitu visiende. Nisikizeni walimu wenzangu, mmekaa ndani. Sasa mwalimu unatosha nini? Biblia inasema na fedha huleta majawabu. Sasa nikatafuta, kwani kuna vitu gani mpaka Mungu aseme na fedha huleta majawabu? Andika. Cha kwanza, neno la Mungu limebeba majawabu. Ndio maana neno la Mungu pia lina vita. Haujawahi kwenda kwenye ibada likafundishwa somo ukatoa, Mungu wangu, somo la leo limenifungua kweli. Somo la leo limenibadilisha kweli. Somo la leo. Yes, maana Mungu lituma neno. Neno lina majawabu. Na maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Neno la Mungu limejaa maarifa ambayo ya kutusaidia jinsi ya kuishi chini ya jua. Na ndio maana neno lina vita, kwa sababu limebeba majawabu. Lakini eneo la pili, maombi yamebeba majawabu. Kuna vitu nakwambia, it doesn't matter you have a PhD, you have a masters, you have to know how to pray. Kuna some issues huwezi kutatua kwa kutumia your common sense. You will never get the solution. Lazima uombe. Maana kuna vitu vya kuomba. Hata Yesu akasema namna hii haiwezekani pasipo kufunga na kuomba. Kwa kuna vitu lazima tuombe. Na ndio maana ni muhimu sana watu wa Mungu kujua jinsi ya kuomba. Kwa nini? Kwenye maombi kuna majawabu. Na ndio maana maombi pia yana vita. Okay. Lakini eneo la tatu anasema na fedha. Na fedha huleta majawabu. Listen, kula kwa familia yako ni fedha. Kujenga kwako ni fedha. Kumiliki kwako ni gari, fedha. Kujitibu kwako ni fedha. Anasema na fedha huleta majawabu. Maana kuna majawabu yako kwenye fedha. Ukikosa fedha huwezi kupata hayo majawabu. Wanaume tunaelewana humu ndani? Mwambie tunaelewana humu ndani. Hebu mtikize jirani yako, mwambie jirani, mwambie jirani na fedha. Mwambie jirani na fedha. Mwambie ni maombi yangu na dua, Mungu afungue milango ya kifedha. Mwambie kwenye maisha yako
afungue pia milango ya kifedha, maana hiyo fedha pia inahitajika kuleta majawabu kwenye familia yako, inahitajika kwenye kanisa yako, na inahitajika kwenye serikali yako. Na Mungu atusaidie, maana tukifanikiwa kifedha, familia zimefanikiwa, kanisa limefanikiwa, taifa limefanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Piga kelele, sema fedha. Nataka uelewe vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Umeandika vizuri eh? Sasa nikaanza kujiuliza kama mtafiti. Okay. Kama Mungu anataka tuelewe fedha, na anasema fedha inaleta majawabu, na hakuna mtu hapa asitaka majawabu. Tuko duniani kutafuta majawabu. Tunasoma tupate majawabu, tunafanya kazi tupate majawabu, tunakuja kusali tunatafuta majawabu. Hakuna mtu asitaka majawabu. Yes. Sasa nikaanza kujifunza, je, tunafanikiwa vipi kifedha? Andika vizuri sana. Nikagundua kwenye eneo la fedha, andika vizuri, kwenye eneo la fedha Mungu ametupa vipaumbele vitatu. Andika mtu wa Mungu. Natamani uandike kweli yani. Mungu amenipa kuandika karibia vitabu 16 kwenye ile eneo. Kwa hiyo ukipata kuandika, andika. Kwenye eneo la fedha Mungu ametupa vipaumbele vitatu vya kufanyia kazi. If you want to be strong financial, ni lazima ujue hivi vipaumbele vitatu ambavyo Mungu ametupa vya kutusaidia kufanikiwa kwenye eneo la kifedha. Mungu hajakaa kimya, na maandiko yanaonyesha. Kitabu cha Mithali 24:27 kuna hivyo vipaumbele, nataka uviandike vizuri sana, ambavyo Mungu anatamani kumwona kila mtu anavitengenezea mkakati wake kwenye eneo hilo la kifedha. Aone hiyo mikakati Mungu, na ametupa hivyo vipaumbele vitatu. Mithali 24:27, open up your Bible. Mithali 24:27. Umefungua eh? Msogezee jirani yako vizuri kabisa. Msogezee jirani yako vizuri kabisa. Tujifunze leo, usiku wa leo tunazungumza juu ya fedha. Mwalimu wa kwanza amezungumza juu ya mwanaume ni nani, kujifahamu. Mimi leo nataka nizungumze mwanaume na fedha. Na nakwambia hakuna maumivu mabaya kama kuwa mwanaume afu hauna hela. I repeat, na nisikize, hakuna maumivu mabaya kuwa mwanaume alafu hauna hela. Maana yake hauna majibu. Watoto wanakuja kwa baba kuchukua majibu, hakuna majibu. Mke anakimbilia kwako utoe majibu, una majibu. Na kuna mtu aliuliza swali hapa kwenye eneo la fedha, niko najua anazungumza. Baba mwenye majibu anakuwa anajiamini. Fedha inakupa nguvu ya kujiamini. Fedha inakupa sauti. Fedha inakufanya ukimbiliwe na kila mtu, kwa sababu una majibu. Nani asiyopenda majibu? Nani asiyetaka majibu? Hiyo ndo tabia ya hela. Okay. Sasa Mungu anafunua kitabu cha Mithali 24:27. Kama umefika tuseme amen. Aya, tupaze sauti twende. Anza kwa sauti twende. Sema tengeneza. Sema tengeneza kazi yako uko nje. Sema cha pili. Sema cha pili, jifanyizie kazi yako tayari shambani. Umeona ukisha jenga nyumba yako. Sijui kama umeona vizuri. Okay, wanaume, cha kwanza nini Mungu anasema? Cha kwanza anasema nini? Paza sauti.
Ongeza kwa sauti. Mtikise, sema tengeneza kazi yako. Listen to me. Kuna tofauti kuajiliwa na kuwa na kazi yako. Oh my Lord. Kuna tofauti kati ya kuajiliwa. Kuajiliwa sio kazi yako. Mungu anasema tengeneza kazi zako, sema uko nje. Wanaume, sema tengeneza, anzisha, buni kazi yako, sema uko nje. Lina neno uko nje lina maana nzito. Sasa labda nianze, kwa nini anasema uko nje? Listen to me. Kumbuka siku zote kabla ya kuajiliwa wewe ulikuwa nje. Tunaelewana? Kabla ya hiyo kazi kuajiliwa leo hii ulikuwa nje. Ukakaa uko nje, baadaye neema ikaja, ukaja kuajiliwa, maana ukaingia ndani ya mfumo wa ajira. Sasa uko ndani ya ajira, it is fine. Lakini bado Mungu anasema uko nje, tengeneza kazi yako. Maana nini? Kuna leo na kuna kesho. Siku mambo yakibadilika, ukirudishwa uko nje tena, uwe tayari ulishatengeneza shughuli zako za kukuingizia fedha. Ngoja niivunye kwa stari. Mwambie nako, sema tengeneza. Mtikise, mwambie tengeneza kazi zako uko nje. Okay, tuanze. Kazi ni nini? Nauliza, kazi ni nini? Wanaume tupende majibu chap chap. Hata kumuuliza kitu sasa hivi. Twende, kazi ni nini? Mungu anasema tengeneza kazi yako. Asante mchungaji wangu. Nataka niwachokoze hao. Kazi ni nini? Karibu. Wewe sema tu mtumishi. Sitaki hiyo sentensi ya mwisho. Unasemaje? Shughuli ya halali. Nani amekwambia utumie kipato? Sema inaumwingizia hela. Wewe vipi? Yaani kuna watu wanaogopa kusema hela. Anatumia misamiati kama yuko bungeni. Unajua kipato cha taifa kimekuwa kipato. Sema tengeneza shughuli halali ya kukuingizia nini? Hela. Kwa hiyo kumbe kazi ni shughuli yoyote iliyo halali ya kukuingizia fedha. Okay, kwa tafsiri nyingine nyepesi andika hivi. Cha kwanza, Mungu anataka utengeneze vyanzo vya fedha kwenye maisha yako. Andika. Mikakati ya kwanza ni mikakati ya kubuni, ya kuanzisha vyanzo vya fedha. Create your cash flow. Andika vizuri. Mungu anataka uwe na vyanzo vya fedha. Na ndio maana nakwambia tengeneza kazi zako. Kazi zako manake ni vitu ambavyo vinatoka kwenye idea yako. It is your idea. And the good thing is, ngoja niambie wazi kabisa. Mimi naambia wazi, mwalimu wenu hapa, mimi nimeshaajiriwa. Kama nimetoa hapa, nimeshaajiriwa. Na nimeajiriwa serikalini. Na nikatoka serikalini, nikaenda kuajiriwa kwenye mashirika haya ya hizi international organization. Nimefanya kazi na watu wa Aga Khan Foundation, uko na kila kitu kwenye miradi. Nimetoka huko, nikaanza kujiajiri mwenyewe. So I know. Najua ajira serikalini, najua ajira kwenye private sector, najua kujiajiri, najua. Sasa Mungu anaposema tengeneza kazi zako uko nje. Listen to me. Kazi zako unaweza kulisisha wazazi, watoto wako. Ajira yako uwezi kumlisisha mtoto wako. Ajira yako ina mwanzo na mwisho. Kazi zako ni wewe mwenyewe tu Mungu akutwae.
Na unapotafuta uhuru wa kifedha, uhuru wa kifedha uko katika kuanzisha vyanzo vyako vya fedha. Okay. Sasa andika, katika kutengeneza vyanzo vya fedha, utafiti uliofanyika unatakiwa uwe na vyanzo kuanzia 3 mpaka kwenda mbele vya fedha. Yaani usiwe na chanzo kimoja cha fedha. Andika vizuri sana. Usiwe na chanzo kimoja cha fedha. Ukiwa na chanzo kimoja cha fedha, utakutana hizi changamoto 3. Watu wenye ambao wanategemea chanzo kimoja cha fedha. Namba 1, chanzo hicho cha fedha kina tabia ya kulemewa. Andika vizuri sana. Ukiwa na chanzo cha fedha, kuna wakati kinalemewa. Maana jinsi unavyoishi, gharama za maisha zinapanda, si ndio? Familia inaongezeka, umri unasogea zaidi na kila kitu. Kwa hiyo kuna chanzo pia kuzidiwa. Maana gharama zinakuwa juu kuliko hicho unachokipata. Hiyo namba 1. Lakini namba 2, chanzo hicho siku kikifa hicho chanzo, au kikawa kuna changamoto yote imetokea, unakuta pia huyo mtu anahangaika sana kifedha. Nasema siku hizi yani nimefanya kazi ya miezi 6 sijalipa mshahara, nina miezi 9 hatujalipa mishahara yetu, tunadai mishahara yetu na kila kitu. Unaona? Kwa hiyo unakuta kile anategemea chanzo kimoja. Kwa hiyo chanzo kikiwa na changamoto zote, huyu mtu pia ana struggle sana financial. Umeandika vizuri? Na ndio Biblia asema ni vizuri kuwa na chanzo zaidi ya kimoja. Okay. Nasema 8. Role model kwenye ile eneo ni kitabu cha Mwanzo. Hebu fungua Mwanzo. Mtu mmoja anisaidie kusoma Mwanzo 13 mstari wa 2. Mwanzo 13 mstari wa 2. Nilikuwa nafuatilia wakati Mungu anasema tengeneza kazi zako, tengeneza shughuli zako, si ndio? Na nikaanza kuangalia kwenye Biblia, waliofanikiwa kwenye Biblia walikuwa na vyanzo vingapi. Nikagundua kila aliyofanikiwa kwenye Biblia hakuwa na chanzo kimoja cha mapato yake. Alikuwa na multiple source of incomes. Alikuwa na vyanzo vingi alivyovitengeneza. Akulilei on one source of income. Hebu fungua pamoja na mimi sasa tuweze kuona Mwanzo ngapi? Mwanzo 13 mstari wa 2 I think. Inasemaje? Paza sauti twende. Ongeza kwa sauti. Sema naye Abraham. Sema baba yetu wa kiroho, baba yetu wa imani. Sema alikuwa ni tajiri sana. Sema alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa ni mtumishi wa Mungu, alikuwa ni mwanaume mwenye familia na alikuwa ni tajiri sana. Sasa angalia Biblia inaanza kuelezea utajiri wake. Okay? Tajiri wa Ndipo sema tengeneza. Sema tengeneza shughuli yako. Abraham shughuli yake ya kwanza ilikuwa nini? Kufuga. Andika. Alifuga. Alikuwa na miradi ya ufugaji. Umeandika kwanza? Vizuri umeandika Okay. Twende namba 2. Ongeza sauti. Sema kwa fedha na nini? Na dhahabu. Ukisoma Biblia Kiingereza inasema silver and gold. Anaposema silver and gold, maana yake anazungumzia nini? Minerals, madini. Madini. Sikiliza mtu, baba wa imani. Alifuga, aliwekeza kwenye madini. Umeandika vizuri? Okay. Nenda namba 3. Namba 3, Abraham alikuwa na visima. Alikuwa na project ya visima. Na ni mtumishi wa Mungu. Ya 4, Abraham alilima. Kunaweza kuona
mafanikio ya Abraham, Biblia inaonyesha vyanzo vyake, miradi yake aliyokuwa nayo. Hakuwa na chanzo kimoja. Mwambie jirani yako kushoto, nakuombea. Mwambie nakuombea kwenye eneo lako la kifedha, Mungu aendelee kukuinua tena, ukabuni vyanzo vingine na usiwe nacho kimoja. Mwambie ongeza cha pili, ongeza cha tatu, ongeza cha nne, ongeza cha tano, ongeza cha sita, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akusaidie, maana fedha inahitajika kwenye maisha yako. Na ndio maana usishangae nyinyi mimi simtaji jina, ila nyinyi ninataja vitu vyake, utamjua jamaa. Huyu jamaa kila sehemu anatega hela. Yaani kila sehemu katengeneza kishughuli chake hapo cha kukusanya hapo hela. Sasa namtaja tu usikie. Fikiria, huyu mtu kwenye chapati yupo, kwenye tula nazi yupo, kwenye maandazi yupo, kwenye maji yupo. Usijakwambia unitajie mimi. Ukitaka kwenda Zanzibar naye yupo, kwenye mpira yupo, kingamuzi yupo, kwenye masuala ya money transaction nini, wakala wa pesa yupo, kwenye wauza scream naye yumo, mpaka scream naye yumo. Sijui kama unaweza kuelewa vizuri jamaa. Kwenye ngano yumo. See, now the guy is not even a Christian. He's not. Lakini anajua foma ni kuhakikisha kuona vyanzo vingi. Mandazi yanakutengenezea fedha, lamba yanakutengenezea fedha, usafiri unatengenezea fedha, mipira inakutengenezea fedha. Wewe wakati wa shangili jamaa anapiga hela tu. And it's not a Christian. Moja tatizo kubwa la Wakristo wengi, tukishapata kazi moja, we are very comfortable. Tunarizika mapema. Ukiwa na kikazi yako umeajiriwa, basi ndo you know, I'm a lawyer, you know, mimi ni mhasibu na CPA. Bwana Yesu asifiwe. Jiulize mpaka leo Disemba hii. No, we are going to December, November. Mpaka Disemba una vyanzo vipya vingapi katika mwaka umevitengeneza? Sasa kama tunashindwa kutengeneza vyanzo hivi, unategemea tutakuwaje na nguvu ya kifedha? Okay, haya. Twende namba 2. Mithali 24:27. Cha kwanza anasema tengeneza kazi zako uko nje. Manake tengeneza vyanzo vya fedha. Hivi vinatengenezwa pendwa. There is no money drop from heaven for you. No. Kwamba Mungu fungua nishushie hela. Ashushi ngo. Ashushi. Kwa sababu ushatima tengeneza. Okay. Angalia cha pili na kipenda. Mithali 24:27 twende. Cha pili anasemaje? Cha kwanza tengeneza kazi yako kwa nje, cha pili Mithali 24:27. Rudi hapo kwa haraka twende tena. Nionyeshe kipaumbele cha pili. Cha kwanza ni cha kutengeneza vyanzo vya fedha. Tengeneza. Ongeza sauti. Sema cha kwanza, tengeneza vyanzo vya fedha. Uwe na vyanzo vya fedha. Unahitajika kuwa vyanzo vya fedha. Na cha pili, sema cha pili, ukisha kuwa na vyanzo vya fedha, sema cha pili, jifanyizie kazi yako tayari shambani. Sema jifanyizie kazi yako tayari shambani. Sijui kama umeelewa. Sema cha pili, Mungu anasema habari ya shamba.
Sasa shamba nataka ni tafsiri katika lugha za kiuchumi zaidi ili wachumi mnielewe. Sikiza, shamba lina tafsiri kubwa mbili. Andika, shamba lina tafsiri kubwa mbili. Tafsiri ya kwanza nyepesi, shamba ni eneo la uzalishaji. Ni eneo la uzalishaji. Shamba, tafsiri ya kwanza, ni eneo la uzalishaji. Nenda kuthibitishia kimaandiko kabisa. Wachungaji, wasomi na wabobezi wa theology wanaweza kukubaliana na mimi. Nilipokuwa nasoma tangu mwanzo, Mungu alizungumza na mwanadamu vitu vya kiuchumi. Mwanadamu wa kwanza Mungu alizungumza naye, yani Mungu alizungumza na mwanadamu wa kwanza vitu vya kiuchumi. Alizungumza naye habari za uzalishaji. Mwanzo 2, tukubali na mimi kama tunakubaliana, tusome hapo pamoja. Hebu angalia Mwanzo 2 mstari wa 20. Mwanzo 2 mstari wa 15. Mwanzo 2 mstari wa 15. Hilo ni andiko ambalo Mungu anazungumza na mwanadamu wa kwanza kabisa. Anazungumza na mwanadamu wa kwanza kabisa, na anazungumza naye maeneo ya kiuchumi. Anazungumza uchumi. Uchumi ni wa muhimu. Uchumi mzuri ni wa muhimu. Hali yako ya kiuchumi, hali yako ya kifedha ina affect pia hali yako ya kiroho. Mimi nakwambia, hali yako ya kifedha ina athiri pia ibada yako. Ina athiri pia familia yako. Ina athiri pia hata afya yako ya akili. Soma Mwanzo 2 mstari wa 15. Read your Bible. Twende, nasemaje? Ongeza sauti. Sema Bwana Mungu. Sema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu. Akamweka bustani ya Eden. Afanye nini kwenye bustani ya Eden? Afanye maombi. Sema lima. Sema produce. Produce. Nimekupatia haya mazingira. Usikae hapa idle. Lima. Lima manake produce, zalisha. Sasa unaweza kuelewa pale kwenye cha pili anasema hivi, ukisha kuwa na vyanzo vya fedha, okay? Cha pili, jifanyizie kazi yako tayari shambani. Manake produce. Wekeza kwenye maeneo ya uzalishaji. Na angalia, mataifa yaliyofanikiwa kiuchumi yanazalisha zaidi, na mataifa ambayo yamebaki kwenye maskini yana consume zaidi kuliko kuproduce. Because kuproduce, it is a God principle. Tangu mwanzo wa Biblia, lima, zalisha. Tuko kuzalisha. Hata tunapowekeza, tunawekeza maeneo ya kuzalisha zaidi. Manake nini? Unapowekeza fedha zako kwenye maeneo za uzalishaji, unapowekeza, manake nini? Fedha yako inakuwa, fedha yako inaongezeka. Ngoja nikwambie, kama unavyoona Mungu anataka tukue. Sikiza, tukue kiimani, si ndio? Tukue kimaarifa, pia tukue kifedha. Kwa sababu unajua ukuaji wa fedha kutoka level moja kwenda level nyingine inahitaji maarifa. Kutoka kumiliki 500,000 uanze kumiliki milioni 10, si ndio? Kutoka milioni 10 uanze kumiliki milioni 200. Kutoka milioni 200 uanze kumiliki milioni 800. Kutoka uanze kumiliki bilioni 1. Listen to me, inahitaji maarifa. Kuna watu wamestaki kwenye same level for so many years. Anachezea tu hapa milioni 3, milioni 10, 100,000, yani hapa. Kuna sasa kuona kumbe objective number 2 is how to grow our money. Unapowekeza kwenye maeneo ya uzalishaji, manake unakuwa kifedha.
Mwambie nako. Mwambie jirani yako, mwambie ni maombi yangu. Mtikise tu, mwambie ni maombi yangu. Mungu akukuze kifedha. Na Mungu akupe hayo maarifa. Ujue jinsi ya kuitafuta fedha na kuikuza fedha yako. Na kuombea ukue kwenye fedha, ukue pia kwenye fedha katika jina la Yesu Kristo. Kama unavyokuwa kiimani, kama unavyokuwa kiimani, unavyokuwa kimaarifa, na ukue kifedha pia, na ukue kifedha pia. Utoke milioni 10 uwe milioni 50, utoke milioni 50 uwe milioni 200, utoke milioni 200 uwe milioni 500, ufike milioni 800. Ukue kifedha in the mighty name of Jesus Christ. Yes, we have to grow. And learn how to grow our money. Okay. Maeneo gani? Anazungumza maeneo ya jifanyizie kazi yako tayari shambani. Manake eneo la uzalishaji. Hiyo tafsiri yako tumeenda pamoja. Okay. Tafsiri ya pili. Tafsiri ya pili, neno shamba tukiangalia katika mtazamo wa ardhi. Sema ardhi. Sema ardhi. Ardhi ni asset. Andika vizuri. Ardhi ni asset. Okay, wote kubana mimi. Kuna watu walinunua mashamba makubwa. Si ndio? Tena mtu alinunua shule yake moja eka 10. Akakaa nayo ndani ya miaka 3, 4, 5. Akaja akakata maviwanja yake pale. Kiwanja kimoja anauza milioni 15, milioni 20. 20 kwa 20. Exact. Nyie mnafahamu. Kutoka Pagoba kipindi hicho miaka I remember 2007 na 4 Goba yote ilikuwa ni mashamba tu. Kuna watu wakachukua kwa wakaweka. 5 years mambo yamebadilika. Kiwanja alichokinunua 800,000. Shamba la 800,000 eka 2. Leo anakata viwanja kiwanja cha 20 kwa 20 au square mita 500, 600 anauza milioni 50, milioni 500, wala haogope wala acheki. Kuna watu wamekuwa rich kutoka kwenye ardhi. Wameconvert mashamba kuwa plot. And they make a big business. Manake nini? Tasikiza. Kwa tunapoangalia shamba kama ardhi, manake ni asset. Ndio hapa sasa wataalamu wa kukokotoa mambo na kwenda mbali akasema, unajua kwenye life there is asset and there is liabilities. Asset ni vitu ambavyo vina bring money. Liabilities ni vitu ambavyo vina take money away from you. Manake ni ukishakuwa na fedha, uwekeze, Mungu uwekeze kwenye maeneo mawili. Wekeza kwenye maeneo ya uzalishaji ili ukue kifedha na fedha iongezeke. Lakini cha pili, wekeza kwenye vitu ambavyo ni asset. Vitu ambavyo ni asset ya familia, asset in order to build wealth. Okay, unasema mwalimu unatuonyesha nini? Cheki pale mbele Mungu. Cha 3 anasemaje? Malizia Mithali 24:27. Mithali 24:27. Hem, twende cha ngapi? Cha 3. Anasemaje? Sijakusikia. Sijakusikia. Ukisha, sema ukisha. Sema ukisha kuwa na vyanzo vya fedha, umewekeza kwenye uzalishaji, umeshika vitu ambavyo ni asset kwako. Alafu cha 3 nini? Mtikisa mbele, jenga nyumba yako. Mtikisa mbele, toka nyumba ya kupanga. Mwambie toka kwenye nyumba ya kupanga. Mwambie miliki nyumba yako. Set with your family. Kuwa na mjengo wako. Unataka Mungu aseme nini tena?
mnataka Mungu aseme nini tena? Maana Mungu anataka kuona mipango yako ya kutengeneza vyanzo vya fedha. Aone mipango yako uliyokuwa katika kuwekeza maeneo ya uzalishaji, mipango yako ya kuendelea kushika asset, kumiliki asset. Anataka aone mipango yako ya kujenga na kumiliki nyumba yako. Sasa ngoja nikuonyeshe. Na ndio maana wanaume wengi hawajaelewa. Mithali 19 Mungu anatudai. Mithali 19, twende Mithali 19 chap chap. Mithali 19, ngoja nikuonyeshe. Mithali 19 Mungu anazungumza tena na wanaume kwenye ile eneo ambalo mimi nazungumza na wewe kwa lugha nyepesi sana. Angalia Mithali 19:14. Mithali 19:14. Mithali 19:14. Mithali 19:14. Mefika wapendwa? Aya chola. Mithali 19:14 inasemaje? Weka rudi, sema hivi, nyumba. Sema tena, nyumba na nini? Unaona? Maana tayari alishasema, ameshakuwa sema masuala ya nyumba na mali. Anasemaje? Ni urithi mtu anaupata kutoka kwa nani? Sema babaye. Okay, lolo ya baba pia ni kuhakikisha kwamba anafanya nini? Anamiliki mali. Anasema kizazi chako, generation yako itarisi baraka, inalisi mafanikio. Unajua kulisi manake ni kuendeleza. Kulisi manake ni kuendeleza that vision, kuendeleza miladi ya baba, kuendeleza mali. Unajua watoto wetu wakilelewa hivyo na wakafundishwa kuendeleza tulivyovianzisha, kizazi chetu hakitaishi kwenye umaskini. Maana kina ufahamu, kimetengenezwa kuendeleza. Unajua kila taifa linatengeneza kila kuendeleza yaliyomeleo. Sasa njoo kwenye vizazi vyetu sisi. Utasikia tumelisi mizimu ya mababu, tumelisi laana za ukoo, tumelisi sijui magonjwa ya familia. Tunahangaika na vitu vya ajabu. Ndio maana maombi yetu mengi sana yamejaa kushughulika na mambo ya giza zaidi. Laana za ukoo, laana za mababu, kalisi majina ya kwao yalobeba maroho, usiku na mchana tunapambana. Nani anatengeneza kizazi ambacho kinaendeleza baraka na kukuza balasa na kuendeleza? Listen to me. Angalia kasome kwenye Biblia ile like a father like a son. Imetoka kwa Ibrahim. Ibrahim alikuwa mwekezaji. Ibrahim alikuwa na miradi. Kaangalia mtoto wake. Mtoto wake alikuja kuendeleza his dad vision. Na nakuonyesha ndio lao unapokuwa baba wa namna hii. Angalia kitabu hicho kwa haraka. Twende. Mwanzo 20 na ngoja mimi nifungue hapa tuone pamoja. Mwanzo 26 mstari wa 18. Mwanzo 26:18. Kila baba angalia the role of father. Ndio nasema mafanikio yako hayatakiwi kuishia kwako. Mimi naambia hivi tufike wakati wewe naambia hivi, don't pass poverty to your children. Don't pass poverty to your children. As a father, you know your position. Unachokijenga hakitakiwi kuishia kwako. Na hata Biblia inasema mtu aliye mwema uachia wana wa wanae urithi. Sasa angalia kwenye Biblia, Abraham na kizazi chake hakikulisi umaskini. Mwanzo 26 mstari wa 18.
Kama umefika tuseme amen. 26:18, read your Bible, twende. Ongeza baki, nitakuuliza swali hapo. Yaani hakikisha unasoma na hakikisha unasoma kwa utafiti, na nitakuuliza swali. Wewe kama baba kwenye eneo hilo unafikiri nini? Nini mtazamo wako? Nini unataka kukijenga na mpaka wa kizazi chako uendeleze? Nini? Hebu soma pale tuendelee. Isaka akarudi akavichimbua vile visima, endelea, vya maji, endelea. Walivyovichimba siku ya Ibrahim, sema babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahim, endelea. Naye akavita majina kufuata majina alivyoita babaye, endelea. Ndiyo, watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika, endelea. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita kile kisima jina lake nini? Eseki, kwa sababu waligombana naye. Nila kusoma, wakachimba kisima kingine wakagombania na hicho, akakiita jina lake nini? Sitina, endelea. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, endelea. Wala hicho hawakugombania, akakiita jina lake Rehoboth, akasema naomba kila baba amwambie baba mwenzake, mwambie kwa kuwa sasa Bwana. Amtikise kabisa, mwambie kwa kuwa sasa Bwana. Usiogope bwana, mguse, mwambie kwa kuwa sasa Bwana. Sema ametufanyia nafasi. Sema Bwana ametufanyia nafasi. Haikuwa kazi nyepesi kuendeleza maono haya, kuisimamisha kazi hii, kuifufua kazi hii, maana tulikutana na kila aina ya upinzani, lakini sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Okay, my question. Unaweza kuniambia Isaka ameshiriki kuchimba mara ngapi? Somesoma, angalia. Jamani, amka sasa uniambie, somesoma wewe kwa kusoma kwako kwa jicho la kudadavua, ameshiriki kuchimba mara ngapi? Okay, mara ngapi umepata? Mara 2. Mzee wangu, nasikiliza tu, karibu, tuko free. Mzee, nilikusikia pale usimge mara 3. Mzee ulisema mara ngapi? Mara 4. Okay, aliona mara 4, ameona vizuri sana. Okay, wewe uliona vizuri pia. Angalia, mara ya kwanza alichimba akiwa na baba yake. Listen to me. Maana nini? Baba alianza kumengage, kuelewa ile miradi yake, kuelewa. Na unasema mwalimu, unajuaje ameelewa? Angalia, baba amekufa, Biblia inasema akarudi akavichimbua vile visima, akaita majina aliyoita baba yake, paka majina alikuwa anajua. He has all details about the project. Yani hata majina hakubadilisha, alijua baba yake atakaya paitwaje. Na angalia, alipochimba sasa yeye mwenyewe kuendeleza maono ya baba yake, si ndio? Biblia inasema wachungaji wa Gerari wakaibuka.
Ndio maana usishangae, you have to teach your children to stand and fight, kwa sababu hakuna vitu vinakuja kwa wepesi, hakuna mafanikio yanakuja kwa wepesi. Chochote unachokianzisha lazima ujiandae kukipambania mpaka kifanikiwe. Pambania. Kwa jamaa amerudi anachimbua. Maandiko yasema wakainuka wasiopenda maendeleo, wakafutia, wakang'ang'ana, wakasema hapa ni kwetu, maji ni yetu. Jamaa akaondoka pale, akaenda akachimba sehemu nyingine. Fikiria hiyo hali, amechimba sehemu nyingine. Biblia inasema wakainuka, wakapambana naye, akaita jina lake nini? Sitna. Mwanaume hajakata tamaa, akaleta na kupambana, akachimba tena. Anasema hicho agombania, akakiita jina lake Rehoboth, na akaambia watu wake, sasa Bwana ametufanyia nafasi. Haikuwa kazi nyepesi kuipata hii nafasi. Listen to me, wanaume mlio kama hapa. I know wakati mlio una vision yako, na kila ukijaribu kuna watu wanainuka wanakukamisha. Listen to me, you have to learn how to fight kwa ajili ya ndoto zako. Fight mpaka itimie, fight mpaka nyumba ijengwe, fight mpaka mradi utimie, fight mpaka hiyo kampuni yako isimame. You have to learn to fight for your idea, fight for your dream, fight for your vision. Fanyia nafasi. Ninaamini kabisa kuna nafasi ya wewe kumiliki kampuni, kuna nafasi ya wewe kumiliki mashamba, kuna nafasi ya wewe kumiliki unachotaka ukimiliki, kuna nafasi. But you have to learn how to fight mpaka unakisha kwamba unatimiza ndoto zako. Sio ukifelishwa mara moja tu kelele. Isaka alisema no, sitakubali kuona miradi ambayo baba alianzisha na baba alinishirikisha, niliifahamu kwa ndani, ikifa kisa baba yangu amekufa. No, I will fight until I succeed. Wanamfelisha, ananyanyuka, anapambana tena. Na kasome, Biblia inasema Isaka alikuwa mkuu sana, alizidi kustawi na kuwa na mali nyingi. Kwa hiyo baba alifanikiwa, mtoto wake alifanikiwa. Ni maombi yangu na dua, nasi tukafight na roho ya mafanikio, tukaidisishe kwa watoto wetu. Na tutamani kuona kwamba tunavyofanikiwa watoto wetu wafanikiwe zaidi ya sisi, na wafike mbali zaidi, na waendeleze yale ambayo sisi wazazi tunatamani. Endelea kupambana na Mungu awe pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Piga kelele, sema amen. Sijui kama unaiona kwa uzito hiyo. Moja discussion kubwa oga nafanyaga mara kwa mara na vijana wangu wa kiume, huwa naambia hivi, kwa nini mnanielewa wakati naenda kazini, naenda kwenye biashara, huwa mnanielewa? Ambia mnanielewa. Baba unaenda unatafuta. Nikamwambia okay, kwenda uvitafuta and then what next? Nikaweza kwa mfano nikija nikaumwa nikala humu ndani, siwezi kutoka hapa. Katikati yenu hapa kuna mtu anaweza akaendeleza kwamba baba amechoka, baba anaumwa, baba hawezi tena kupambana? Kuna mtu anaweza? Na vipi siku ambayo Mungu akinichukua, hivyo ndivyo vitafuta mnavyoviona ndio vitakuwa mwisho wake? Huwa nazungumza nao mara kwa mara, na natamani kuona hivi ambayo tunafanya na mama yenu, ili tusifike katika hizo level, lakini angalau nyinyi you have a stepstone ya kufanya zaidi. Na nitakuwa furaha hata kama nitakuwa kaburini nikisikia nyinyi mmeendeleza zaidi na kufika mbali. Maana ni ndoto ya kila mwanaume mpenda mafanikio, kizazi chake kilisi, watoto wako watamani walisi nguvu zako za utafutaji, walisi akili yako ya upambanaji, walisi maono yako. Unaweza kuyatransfer maono yako yakaenda kwa watoto wako.
Unaweza. Okay. Ngoja ni share hii story kidogo wakati naweka break kidogo. Nilienda Mombasa, nilikuwa nimealikwa kwenye kanisa moja la KKT kule Mombasa. Sasa mwenyeji aliyonipokea na aliyekubali kunihost nikakae kwake hatufahamiani, ila aliombwa na kanisa. Ni kama labda nakuja kwenu hapa kwa mchungaji aombe familia moja ya wana AIC hapa, kwamba familia moja itakaojitolea ikae na mgeni, mpokee mgeni akae huko. Kwa hiyo kuna familia moja walijitolea, kwa hiyo walinipokea, wakaniambia bwana utakaa kwetu, mchungaji alituomba ukae kwetu, alafu kwa hizo siku zote mpaka utapomaliza semina yako. So I went there. Lakini sijui kwa nini Mungu alikutacha na ule mtu. Nilijifunza vitu vya ajabu sana. Yule baba alinipokea, nikaenda kwake. Nilipofika kwake, tumekaa tunaongea kwenye meza, akaja mtoto wake mmoja. Ni mdogo by the way. Yaani kijana kama sikose ana 17 years old. Ni mdogo sana. Kwa hiyo akanikuta pale, baba yake akamintroduce kwamba ni mwalimu, tukasalimiana, tukaongea, akakaa. Mtoto akawa so interested, nafundisha nini na nini na nini, tukawa tunaongea naye. Na mimi nikataka kujua anafanya nini. Yule kijana alinitikisha sana, akaniambia mimi ni CEO. So interested, CEO wapi? Akaniambia nina kampuni yangu. Nikamwambia how old are you? Akaniambia na miaka 17. Kampuni yako umeendesha kwa muda gani? Sema ina 2 years now. Umeanza kuifanya na miaka 15. 17. Nikataka kujua level ya elimu yake by the way. Akaniambia nilifanya certificate na sasa hivi na diploma. That's all. Nikataka kujua zaidi. Kampuni yako ina wafanyakazi wangapi? Akaniambia nimeajiri wafanyakazi karibia kwenye 200 au 300. Yaani I click, naangalia age, naangalia anachozungumza, alafu mtoto anazungumza with a lot of confidence, na unaelewa mtu anajielewa kichwani. Kwa hiyo nika so interested kuelewa zaidi. Nikasema okay. Nikasema where do you get the capital? Akacheka. Alafu akaniambia hivi, hii kampuni nafanya ilitoka kwenye kampuni ya baba. Baba anafanya. Baba yake ndo akaniambia sasa. Ni mzee mmoja. Akaniambia mimi tena, sasa mimi bwana, mimi mtu atalekea kule, Mchaga moja wa huko Rombo. Anasema mimi nilikuwa nachoga mahindi Rombo, naleta Kenya, nasafisha mazao. Nilikuwa nauzia watu kwenye maviwanda. Nikafika wakati ninapozia mahindi napoteza hela nyingi. Like nikia process haya mahindi, na mimi nikaanza kuuza unga. Pumba nayo nikauza. Natengeneza faida kubwa. Mimi nimekuwa nikaletea tu raw material na kila kitu no. Kwa nikaanza kutengeneza kiwanda changu. Nikamsikiza mzee. Kwa nikaleta mahindi na process, natengeneza unga wangu nauza. Anasema vifungashio nikananunua. Baadaye mwanangu akaniambia hivi, baba, wewe unaleta una mahindi? Wewe una process? Mimi basi niuze, nikuzie vifungashio. Vifungashio niachie mimi. Basi sawa. Kwa hiyo mwanangu akaanza kuhangaika, kweli akapata. Kwa hiyo yule mwanae kumbe kiwanda chake chote anatengeneza vifungashio. Kwa hiyo anauza pale na wameenda pale anauza mpaka vifungashio sehemu nyingine. Mzee alinipa historia ya watoto wake, nikacheka sana. Afu akaja binti yake mwingine mkubwa kidogo, akasema sasa ngoja nikwambie. Huyu anakiwa chake. Huyu unayemwona hapo binti yetu. Huyu ndio mwanasheria na ndio mhasibu pia. Nilimsomesha law, ana degree ya kwanza ya sheria, ana degree nyingine pia ya masuala ya accounts. Kwa hiyo tumempa yeye ndo anasimamia masuala yote ya mahesabu ya kampuni na masuala yote ya kisheria kuhusu ya makampuni. Mzee kamaliza familia yake. Yeye nikapata kitu kikubwa sana. Kikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Nini? Hata
ndicho alichokifanya kwa mwanaye Isaka. Amen. Ngoja niweke pause hapo. Bwana Yesu. Ngoja niweke pause hapo kidogo. Okay. Karibu kama mtu mwenye swali. Karibu kama mtu mwenye swali hapo. Naangalia time yangu hapa. Si ndio dakika zangu zimenani Si ndio? Au? Niruhusu mjadala maswali au niendelee kupakua? Nataka nisikilize, mna uwezo wa kula? Bado mna concentrate vizuri? Au tayari chakula kimeanza mmeng'enyo na nini? Hebu tujinyoshe kidogo basi, tusimame kidogo tujinyoshe. Kuna swali? Okay. Tujinyoshe kidogo afu tuchukue maswali matatu kama vipi, kabla sijaanza kupakua vitu vingine hapa. Yes. Kidogo tu. Kama umeshajinyosha vizuri basi unaweza kuketi tupate swali. Karibu kwa swali la kwanza. Yes, jinyoshe tu na nini? Ya najua. Unajua ukisha kula tena mwili una ile tendency. Yeah. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usifadhaike, unaye Mungu yukusoma, unaye Mungu muweza wa yote, kaingia rohoni mwangu kanipa kutulia, anambia ewe mwanangu usilie tena, aingia rohoni mwangu anipa kutulia, anambia ewe mwanangu usilie tena, ninajua shida zako mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni kaingia, kanipa kutulia, kanambia ewe mwanangu usilie tena, aingia rohoni mwangu anipa kutulia, anambia ewe mwanangu usilie tena, ninajua shida zako mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Basi tumpigie Bwana Yesu makofi mengi. Be seated, be seated. Okay, kuna baadhi ya maswali. Karibu. Karibu. Amen. Yes. Okay. Very good. Umegusa kwenye topic moja ambayo tunajifunza habari ya uwekezaji. Unajua elimu ya fedha imegawanyika kwenye makundi makubwa manne. Elimu ya fedha. Na wote waliofanikiwa kwenye fedha vizuri utagundua kwamba wana hizi elimu nne vizuri.
Elimu ya kwanza ni jinsi ya kuitafuta fedha, si ndio? Elimu ya pili ni jinsi ya kufanya uwekezaji wetu wa fedha, si ndio? Elimu ya tatu ni jinsi ya kufanya usimamizi mzuri wa fedha zetu, na elimu ya nne ni jinsi ya kufanya matumizi sahihi ya fedha zetu. Kwa hizi ni elimu nne ambazo zinafundishwa, hata kwenye Biblia inazionyesha vizuri sana. Sasa kwenye eneo la uwekezaji, na umeenda moja kwa moja kwamba unataka kujua juu ya mikopo. Na mikopo nayo ni somo kwenye Biblia kabisa, na labda nitoe mistari kadhaa ili wakati na kujibu na liwe ni somo kabisa kwenye eneo kidogo la mikopo. Haya, tuanzie hapo. Kwanza nianze kutoa mikopo, it is a God idea, by the way. It is God idea kabisa, na kitabu hichi kinanionyesha. Angalia, tuanze kwa haraka. Kumbukumbu la Torati 15 mstari wa 6. Kumbukumbu la Torati 15 mstari wa 6. Umefika? Kumbukumbu 15 mstari wa 6. Unaweza kusoma, tusome inasemaje? Kuna microphone kule? Oh my Lord, my God. Au unaweza kupaza sauti? Jitahidini basi kidogo hapo tuzungumze hivyo. Kumbukumbu la Torati sura ya 15 mstari wa 6, nao nasema kwani Bwana Mungu wako atakubarikia kama alivyokuahidi, Yes. Nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa tena, utayatawala mataifa mengi. Amen. Usitawaliwe Amen. na wao. Umesikia? Anasemaje? Bwana atakubariki, si ndio? Utafika kwenye level ambazo asema wewe utafanya nini? Utakopesha. Kwa hiyo masuala ya kukopeshana, it is a good idea. Sio shida. It is a good idea kwamba tutawakopesha, maana kuna watu ambao watahitaji kuwezeshwa na tutawakopesha. Tunakubaliana pamoja mimi? Yes. Kwa hiyo it is a good idea. Na ukisoma pia, angalia, ukisoma pia Mithali 28 mstari wa 8. Rudi tena hapa usome. Kwa nataka tukubali kwamba it is a good idea. Twende Mithali sura ya 28 mstari wa 8, nao unasema yeye azidishaye mali yake kwa riba na faida humkusanyia mtu awahurumiaye masikini. Ongeza kwa sauti. Yeye azidishaye mali yake kwa riba na faida humkusanyia mtu awahurumiaye maskini. Sasa umeona kitu hapa, anasema kwenye issue ya mikopo, labda nianze kwa sababu it is a good idea. Pia yuko adui kwenye ile eneo pia, kwa sababu chochote ambacho ni cha Mungu pia kina upinzani wake, na kuna watu wajipenyeza, si ndio? Na ndio maana pia kuna watu ambao kwa kupitia mikopo hiyo hiyo wameweka riba kubwa na kuwafanya wapate faida nyingi sana. Wale ambao walikuwa wanakopa wanajikuta kwamba badala ya kunasuka kwenye kukwama kwao wanaumia zaidi. Sijui na hii lugha yangu imeweka vizuri, kwa sababu lengo la mtu anapokuja kukopa ni aweze kujinasua. Mkopo na faida ya kumsaidia, lakini kuna mikopo mingine badala ya kuwa msaada imekuwa ni mzigo, ni matatizo, ni maumivu. Na Biblia inaonyesha kabisa. Labda nikupe tena
andiko lingine. Hebu fungua kitabu cha Ezekieli 22 mstari wa 12. Ezekieli 22 mstari wa 12. Nao unasema ndani yako wamepokea rushwa ili kumwaga damu. Umepokea riba na faida, nawe kwa choyo umepata mapato kwa kuwadhulumu jirani zako. Exactly. Umeona sasa? Sasa kuna hao ambao unakuta kwamba mikopo hiyo sasa, si ndio? Kuna watu unajua anakopa milioni 1, lakini marejesho yake anajikuta anarejesha milioni karibia 3 au milioni 2 zaidi juu. Kwa unakuta yule ambaye anatoa mikopo hiyo anatoa kwa lengo la kunyonya na kukandamiza zaidi, sio kwa lengo jema la kuweza kumnusuru mtu na kumwezesha. Hapo ndiko tatizo ambako hata Biblia inaonyesha hiyo hali. Kwa hiyo ndio maana tunaposema kwenye masuala ya kwenda kukopa ni lazima uwe na vitu vitatu muhimu. Kwanza, uelewe vizuri, si ndio, hiyo taasisi inayotoa hiyo mikopo interest zake zikoje, na ni kweli ukichukua mkopo huo kwa muda huo kwa interest hiyo, si ndio, at the end wewe utakuwa ni mnufaika wa mkopo au wewe utaishia kuumia, si ndio, kuumia au kupoteza hata mali zako kwa sababu tu mkopo ule haukuwa mkopo mzuri wenye masharti mazuri kwako. Sasa na kwa sababu kuna tatizo kubwa la watu kutokuwa na uelewa mpana kwenye masuala mazima ya mikopo inavyoendeshaji na kila kitu, wengi wameingia kwenye mikopo ambayo imesha kuwaumiza sana. Kwa hiyo kuna tatizo pia hapo ambalo liko kwenye ile eneo. Lakini kuna tatizo pia lingine ambalo naliona pia, apate kwamba wakopeshaji wenyewe pia wengine wanaila, lakini pia kuna tatizo ambalo naliona pia lipo kubwa. Kuna watu ambao kwa tabia zao, yani hata wakikopa hawarudishi. Hiyo ni shida. It is a good idea, lakini na changamoto. Kwa hiyo kuna watu ambao wanatengeneza hiyo mikopo, lakini riba zao kwa lengo la kuwanyonya na kudhulumu. Lakini pia kuna wengine wana nia nzuri kutoa mkopo kwa ajili ya kukuwezesha wewe, lakini kwa sababu pia kuna tabia za wakopaji ambazo sio nzuri pia, akikopa arudishi. Hata Biblia imeonyesha. Naomba nikuonyeshe kimaandiko kidogo tena kwa haraka haraka, mimi andiko nitalikumbuka. Hebu nifungulie Zaburi 37 mstari wa 21. Hebu some nasemaje? 36. No, Zaburi 37 mstari wa 21. Twende. Nao unasema asiye haki hukopa wala halipi. Wanasemaje? Asiye haki hukopa wala halipi. Ni jitu ambayo isio haki ikikopa hailipi. Ndio maana sasa kuna watu wengine wanaanzisha makampuni kama Oya, ile debt collector. Debt collector inatokea hapo kwa sababu kuna watu ambao ukiwakopesha hawalipi. Yaani mpaka msukumane na mtishane. Ndio zinatoka hizo kampuni kama debt collector, watu kama wanakuja nyumbani wanagonga, hawalipi. Ila walio haki wanakopa na kurudisha. Okay. Nini nataka niseme kitu moja hivi? Duniani pote matajiri wote wanakopa. Issue sio kukopa. Issue mkopo kubadilika kuwa deni. Kwa sababu kuna tofauti kati ya mkopo na kuna deni. Mkopo ni kitu ambacho unakilipa sawa sawa na utaratibu ambao umejiwekea na hiyo taasisi ulipochukua, si ndio? Sasa unaposhindwa kurejesha sawa sawa, ule mkopo una change unakuwa deni. Likifika kwa deni, hapo ndio tatizo unapoanzia. Lakini ukweli usiopingika, hakuna watu waliofanikiwa pasipo kukopa. Na nakwambia kuna miradi hata ukiwa na hela cash, na nyinyi wengine ni mashahidi, ukiwa na hela cash kuna miradi sheria ya nchi haikuruhusu kujenga kwa hela zako, lazima ukachukue mkopo. Kwa mikopo it's a tool
ya kutusaidia pia katika nini? Kufanya vitu vyetu kwa wakati, kwa muda sahihi na kukua pia kifedha. Lakini sasa ujue vizuri, nimekupa tu angalizo pia, kwa sababu hata kwa Biblia nasema kuna mtu alikopa akashindwa kurudisha wakati filisi mali zake zote. Biblia inaonyesha. Kwa hiyo pia inaonyesha the consequence ya hiyo mikopo. Kwa unapotaka kwenda kukopa, angalia vizuri kwamba ni taasisi gani, riba zake zikoje, muda unaopewa, at the end baada ya kurudisha huo mkopo pamoja na zile za interest zao na kila kitu, we utanufaika kwa kiwango gani? Pima mambo yote, afanye hiyo analysis ya kutosha, then you can make a decision either niichukue au nichukue. Si ndio? Kwa hiyo zipo za namna hiyo. Angalau kidogo nimejaribu kugusia. Amina. Okay, asante. Okay, kuna mkono kule, asante. Karibu kwa swali la pili. Nashukuru. Bwana asifiwe. Amen. Uzungumzia issue ya kuwa na vyanzo vingi vya fedha. Yes. Yaani kuwa na vyanzo kuanzia 3 mpaka 4. Okay. Sasa nilikuwa na swali, kama sisi wa Kristo kuwa na chanzo kinachozalisha product ambazo sio za Kikristo, je, ni makosa? Mfano, mimi nikawa na kiwanda kinachozalisha pombe, lakini mimi situmii pombe, ni Mkristo. Je, ni sahihi au sio sahihi Kristo? Haya, unafanya unamjibu au fani? Au unaongeza swali? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka niongezee kingine. Karibu. Katika dunia ya leo sasa hivi vijana wamekuwa wakicheza michezo ya kubeti, kwa mfano kama mpira na bashiri mpira, na imekuwa tatizo nalo. Je, ni chanzo halisi cha kipato? Haya. Okay, labda nianze kidogo. Sasa naomba unisikize vizuri. Nianze na ule jambale kwa sasa, pombe sio nini. Kwenye ile eneo niseme hivi. Wewe imani yako ya Kikristo unaifahamu, si ndio? Kwenye imani yetu ya Kikristo kuna vitu vinavyoitwa norms and value. What is right and what is wrong. Si ndio? Kuna vile vitu what is right and what is wrong. Kila society. Si ndio? Kwa mfano hilo swali ungelipeleka kwa Roman Catholic wanakucheka. Si unanachozungumza? Ukienda kwa Roman Catholic, si ndio? Lakini mkija kwenye AIC na KKT, we say no. Kwa hiyo lazima uweze kujua hapo unapoabudia, si ndio, imani yenu, what is right and what is wrong. You understand? Kwa sababu usije kawa ukaingia kwenye mgogoro na kanisa lako. Kwa hiyo wewe kama ni imani yako inasema hicho kitu hapana, uweze kuzalisha product ya namna hiyo, kwa sababu it's against your God. It's against your faith. You understand? Yes. Na hicho ndio kipimia. Sawa. Sisi KKT no. Uwezi kuambia mchungaji njoo nifungulie kiwanda changu cha bia. Na mzee akashusha upako. No. Kwanza nitawakwaza members zangu na abudu nao na watanishangaa. Kwa hiyo tubaki hapo, kwamba sisi tusimame kwenye imani yetu na tufanye vitu ambavyo havikinzani na imani